Makuyu hoye! Anoito Moriega! Mwadhani Agosho! Bwana Yesu asifiwe! Hebu unisalimie wani nione hivi bwana wakuu wa Makuyu. Hey! Allah! Asanteni sana. Basi watu wa Makuyu, mimi nimefika hapa leo Maragwa, kaunti yetu ya Murang'a, kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya hapa Murang'a. Na niko na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, mulinieleza ya kwamba bado tuko na nyumba nyingi haina stima hapa Maragwa. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu leo mimi nimefika hapa. Serikali ya Kenya tumetafuta pesa kutoka wahisani na kutoka kwa budget yetu, na hapa Murang'a tumewapatia bilioni 1.2 ya stima ya watu wa Murang'a. Neguo, kuanzia leo sasa tutaweka stima kwa manyumba 16,000 mpya. Na niko hapa na Waziri Opiyo Wandayi, niko hapa na PS wake Bwana Wachira. Hawa jamaa wawili, huyu Opiyo Wandayi na huyu Wachira, sasa ndio watafanya hiyo kazi. Na hapa nje tumeanzisha hiyo kazi. Tunaelewana? Vile nimesema, stima sio starehe ya matajiri peke yao. Stima ni haki ya kila mwananchi wa Kenya. Hata kama nyumba yako sio ya gorofa, hata kama sio ya mawe, bora mahali unaishi uwekewe stima, utakuwa unajipanga baadaye. Nego, umeelewana? Na ndio sababu hiyo, wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima hapa Murang'a. Hapa Murang'a ilibaki nyuma kidogo kwa mambo ya stima, na ndio nimesema tufanye affirmative action ili tuweke pesa watu wengine 16,000. Na mimi nataka nikuambie wewe Bwana Opiyo Wandayi, katika hiyo awamu ya pili ambayo tunapanga, mimi nataka uongeze milioni 400 ingine ya watu ya hapa Murang'a, ili tuweze kuongeza manyumba zaidi ya watu wa hapa wapewe stima. Neguo, jambo la pili, mimi nimefika hapa Maragwa kwa sababu ya ajira ya hawa vijana wetu. Vijana muko? Vijana muko? Nataka munisikize vijoni, vijana wa hapa Maragwa. Katika mipango ya serikali, tuko na mipango mara 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Kati ya hiyo mipango 4 ni hii program ya affordable housing. Hapa mimi nimekuja kuanzisha program ya kujenga manyumba 760. Na tunahitaji vijana karibu 1,000 wa kufanya hii kazi hapa. Kijana mwenye anafanya plumbing, ule mwenye anafanya carpenter, ule mwenye anafanya mason, ule mwingine ambaye amefanya electrician, wale wengine wote wamesomea kwa polytechnic, hata watu ya mkono wanahitajika hapa. Vijana wa hapa, muko tayari kwa hii kazi ama muko tayari? Muko tayari? Na ya pili, nimeongea na wabunge wetu wote wa Kenya, akiwemo mbunge wenu huyu bwana Madam wa Maua, na tumekubaliana. Nataka wazazi munisikize vizuri, kwa sababu hawa vijana wetu tumewasomesha na bidii, tumewasomesha na pesa nyingi, na tukiwasomesha lazima pia tupange vile watapata kazi. Ni kweli ama si kweli? Wale ambao watapata kazi katika program yetu ya affordable housing, pia
tumeweka program ya digital jobs. Mimi nataka vijana wanisikize. Hawa waheshimiwa, kila ward tunajenga ICT hub. Kwa sababu pale kwa ICT hub tunaweza kupanga ajira ya digital jobs ama kazi katika mitandao yetu. Kwa sababu kuna kampuni nyingi Marekani, Ulaya, Ufaransa, UAE na sehemu zingine za dunia ambayo wanahitaji vijana wa kufanya kazi waliosoma kama hawa wetu wa Kenya, na wanaweza kufanya kazi hiyo wakiwa hapa nyumbani katika sehemu ya mitandao. Na ndio sababu tumekubaliana na tumetoa pesa kama serikali, hawa waheshimiwa watujengee ICT hub. Serikali tutaweka kompyuta, serikali tutaweka internet, tutaunganisha stima na tutaleta waalimu wa kufundisha hawa vijana, ili hawa vijana wafanye kazi mitandaoni, waweke pesa mfuko, twende Kenya tusukume iende mbele. Vijana wa hapa mnanielewa jameni? Mimi nataka nikitoka hapa mufuatane na wajumbe wenu, muwaulize wapi ICT hub yetu ya hapa wadi fulani. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo. Program hii ya affordable housing, manyumba haya tunajenga sehemu yote ya Kenya. Ile manyumba tunajenga ni 1150 inaendelea saa hizi. Na vijana zaidi ya 1250 wameajiriwa katika hiyo program, kwa sababu we must think about how to employ the young people of Kenya even as they get out of the education system. Tumekubaliana jameni? Watu wa hapa Makuyu tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa tena kwa sababu ya mambo ya barabara. Si ndio? Huyu Kang'ata wa Marua akuje. Si ndio? Nimekuja hapa vile vile kwa mambo ya barabara. Kuna barabara imetusumbua hapo sana ya kutoka pale Bombo kuja mpaka hapa kwa Dhamaki. Si namna hiyo? Na hiyo barabara nimetoa amri leo, tulikuwa tumetangaza kandarasi lakini ilikuwa imetangazwa nusu. Sasa nimetoa pesa ya kutosha itangazwe hiyo barabara yote na ijengwe na ikamilike ndani ya mwaka moja. Neguo, hapa nyuma yetu tuko na KMTC. Munataka KMTC ijengwe? Munasema ijengwe hapa nyuma? Kwanza ngoja kwanza, kabla hatujajenga KMTC, mimi namwambia mama wetu Alice Wahome hapa, hii hospitali yetu ya Makuyu iko hapa, inahitaji kupanuliwa, si ndio? Sasa wewe mama, panga ule contractor anafanya hii affordable housing, kwa sababu watu tunawaongeza hapa familia 700 na watahitaji hospitali, si ni kweli? Sasa vile unajenga manyumba hapa, hiyo hospitali enda upanue hiyo hospitali ikuwe kubwa zaidi. Mimi naidhinisha tuweke pesa milioni 40 ya kupanua hospitali yenu ya hapa Makuyu. Sawa sawa? Alafu sikia sasa madam, hawa watu wa hapa Makuyu kupitia kwa mjumbe wao walikuwa wamenieleza ya kwamba wanataka KMTC jengwe. Si ndio? Mnataka mahali ya watoto watasomea udaktari na nursing, wauguzi ndio watusaidia hospitalini. Bas, sasa hiyo mimi nitatoa pesa sasa ingine tofauti. Huyu contractor mwenye anaenda kufanya hiyo kazi, si ndio wewe wa Maua? Bas, mimi nitaongeza milioni ingine 30 ya kuanzisha KMTC
yenu hapa, na huyu contractor aende afanye hiyo kazi kuanzia hiyo wiki ingine. Wakati anasukuma hii, anasukuma hospitali na anasukuma KMTC. Tumekubaliana watu wa hapa Makuyu? Negwo, mnasema tuendelee namna hiyo? Ya ine, mimi nimekuja hapa kwa sababu tulikubaliana na hawa kina mama mboga. Tukasema pia wao wafanye kazi mahali kuna heshima na mahali kuna usafi na mahali kuna maji na mahali kuna stima. Si ni kweli? Na tumejenga soko mbalimbali Kenya. Saa hizi tunajenga soko inafika karibu masoko 400. Hapa Murang'a tunajenga soko 16. Lakini hapa Maragwa tuko na soko mahali 3. Tuko na soko pale Sabasaba ambayo imeanza. Si namna hiyo? Tuko na soko ingine mahali inaitwa Siombo. Si ndio? Iko wapi hiyo Siombo? Iko hapa Hiyo soko lazima ianze, lazima nijenge. Si namna hiyo? Na kuna soko ingine tunajenga Maragwa kwenyewe. Hiyo soko pia nataka ianzishwe. Alafu mnataka tujenge soko ingine wapi? Ati wapi? Makuyu hapa? Makuyu hapa ama kwa barabara huko? Asalala. Hapa ndani? Muko na mahali ya soko? Bas, hata hiyo soko, wewe Ali, sasa pangana na mimi, tujengea hawa watu soko. Si ndio? Otherwise, mimi nataka niseme kwa watu wa Makuyu na watu wa Maragwa, sisi wote ni timu moja. Na nyinyi mliniambia nipange mambo ya masomo ya watoto wetu. Na hiyo mambo ya masomo nimeweka mtaratara mzuri. Ile CBC ilikuwa inatusumbua, mimi nimenyorosha. Na nikaajiri walimu 76,000 wapya. Kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Unajua mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Si ndio? Mtihani ile inafanywa mtihani. Mtoto ya rais anafanya mtihani sawa sawa na mtoto wa mama mboga. Si ndio? Hakuna mtihani tofauti. Si ni ile ile. So education is what equalizes all of us. Na ndio sababu nimeweka pesa nyingi kwa masomo. Kwa sababu masomo ndio inainua kila mtu na mtoto wa kila mtu. Tunaelewana jameni? Muliniambia nipange kilimo, ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Ile mambo ya kahawa ilikuwa na matatizo mengi, nimefukuza cartels wote. Bei ya kahawa imetoka shilingi 60, sasa iko shilingi 110 kwa kilo, 120, 140 ikisonga mbele. Ile kazi yote ambayo mlisema nipange hii ya stima ndio hiyo inaendelea. Hii ya markets ndio hiyo inaendelea. Affordable housing inaendelea. Ile kazi ingine yote lazima nisukume. Na kwa sababu ya heshima ya kura zenu, mimi nataka niwahakikishie, si nyinyi ndio mlitupatia hii kazi? Si kura zenu ndio imenifanya rais? Si kura zenu ndio imefanya huyu Kang'ata kuwa governor? Si kura zenu ndio imefanya Waua akuwe mjumbe? Na kila mtu simempatia kazi? Na 2027 si yuko mtihani? Si kila mtu atakuja hapa kufanya mtihani? Yule alipatiwa kujenga barabara si atakuja kusema? Yule wa kujenga nyumba si atakuja kusema? Si ile mnampatia mimi nitakuja kusema? Kwani mnafikiri nitakaa hivi ati ning'ethie niangushe mtihani? Siwezi kuanguka mtihani. Negwo, tuko pamoja. Mnasema tutashirikiana pamoja. Tutatembea pamoja. Mnasema tutembee pamoja. Ndio mimi nataka niwaeleze, mimi nitafanya kazi na viongozi wenu wote. Huyu governor akiweko ndani, huyu wabunge wetu wote wakiweko ndani, na huyu wa Maua wenu wakiweko ndani. Mimi nawauliza watu hapa Makuyu, si ndio? Si huyu wa Maua tufanye kazi na yeye ama mnasema aje? Mnasema nifanye kazi na wa Maua? Tufanye pamoja?
Wale wanasema tuendelee na Maua tufanye kazi pamoja. Sasa wa Maua, hawa wananchi wa Makuyu, wananchi wa Maragwa, wadosi wako na wadosi wangu wamesema tufanye kazi ya wananchi. Mnasema tushirikiane na wa Maua, tutembee pamoja, tuache mambo ya siasa ya ugomvi na chuki na mambo ya ukabila, tuungane pamoja. Wapi? Haya, sasa tufanye namna hiyo. Asante sana. Basi huyu wa Maua, mimi nitafanya kazi na yeye. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja ili tuweze kusukuma mambo ya maendeleo ya kufaidi wananchi wetu mbele, kwa sababu hiyo ndio faida wananchi watapata. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Makuyu, mimi nawapenda sana. Mimi nimefurahi kufika hapa, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile kazi mlitupatia tutafanya na bidii, na tutabadilisha Makuyu, na tutabadilisha Maragwa, tutabadilisha hii Murang'a yenu, na tutabadilisha taifa letu la Kenya. Neguo kana tiguo? Nethuraiguithania fio pamoja kabisa. Haya, wimbo imeanza hapo. Basi kwa sababu ya masaa, wacha niko na viongozi wengi hapa. Wacha wa kwanza kwa muda mfupi sana nimuulize naibu wa rais atusalimie dakika moja.